Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Na kusalimu ndugu mpendwa katika jina la Bwana. Mimi ni dada Pamela Umodo nikikukaribisha kwenye kipindi hiki cha Neno. Shetani amekufinyilia, umekata tamaa kwa mambo yako yote. Inua macho yako umlilie Bwana. Ainuliwe, ainuliwe, yeah, yeah. Huyu Yesu Masihi nasema ainuliwe, huyu Yesu ainuliwe, maana ndiye Bwana. Nasema ulichomba, umshukuru Mungu. Fungu lako la 10 na mbegu yako pia umpe Mungu wako. Yeye omoire. Ainuliwe, ainuliwe, nasema we huyu Yesu Masihi. Jamani Yesu ainuliwe, 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 maana ndiye Bwana. Jamani Namshukuru Mungu, ndugu msikilizaji, ya kuwa ametupa fursa nyingine tena ya kuendelea kujifunza kutoka kwake, hasa kuendelea katika kujitoa kwake kwa ajili ya yote aliyotutendea pale msalabani, na zaidi ya hiyo katika ufufuo wake. Uhai wake, kama vile wafahamu, ndio wahitaji kuonekana maishani mwetu, nalo hilo latendeka tu tunapoamua na kukusudia kutenda kama atuagizavyo. Leo hii tuendelea kuona lililoko kwenye maandiko yanayotoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6, tukianzia mstari wa 13 hadi mstari wa 23. Zingatio katika sehemu hii ni kuhusu utakaso unaotokana na juhudi zetu wenyewe, huku tukiwezeshwa na Mungu. Kuna huo utakaso unaotokana na tendo la Mungu kwa ajili yetu, ila tunachotaka kufanya sasa ni kujua jinsi Mungu humfanya mwenye dhambi awe kama apendavyo yeye mwenyewe. Hali ya kuhesabiwa haki ilimfanya mwanadamu asiwe na hatia ya dhambi au kuhukumiwa. Hata hivyo, hilo halingeweza kumbadili.
Kila ampokeaye Kristo ni lazima afahamu kwamba alikufa na Kristo na kufufuliwa naye, hivyo ana utu mpya ndani yake. Kwa sababu hiyo, Mungu amtaka aishi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Muumini ameunganishwa na Kristo aliye hai, kwa hivyo ni lazima akubali na kujihesabu kwa jinsi hiyo, kama maandiko yanavyosema, iwapo atarajia kuona matunda yake Roho Mtakatifu maishani mwake na pia kuishi kwa ushindi mkuu maishani mwake. Mungu alituokoa kwa neema yake kwa imani katika Kristo Yesu, na ndivyo yatupasa kuishi kila mmoja wetu sasa hivi. Hata hivyo, wewe ndugu yangu, waishi kwa kumtumai kila siku? Ni lazima sote kuishi kwa imani siku baada ya nyingine, maana hatuenendi katika mwili, bali tuenenda kwa imani. Hatua ya kwanza katika kufanya hivi ni kujitoa kwa Mungu, sawa na tusomalo hapa kwenye aya ya 13 kwenye sura hii ya 6 ya kitabu cha Warumi. Neno la Mungu lasema hivi: wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Neno linalotumiwa hapa, yaani kujitoa, ni sawa na lile lililoko kwenye sura ya 12 aya ya kwanza kwenye kitabu hiki cha Warumi. Hivi ndivyo sehemu hiyo ya maandiko yasema: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Kujitoa huku ni kule kujitoa kwa huduma. Naamini wafahamu kwamba habari hii ya kujitoa si wengi wanaopenda kuisikia siku hizi. Ni kweli kwamba watu waweza kunena kuhusu maisha ya kujitoa, lakini ulionalo ni kinyume kabisa. Ndugu yangu, sababisho la wengi wetu kujipata matatani ni kwa kuwa twajitoa kutii utu wetu wa kale. Ila tukinia na kujihesabu kama vile neno la Mungu latuambia, twaweza kujitoa kutenda mapenzi ya Mungu kwa utu mpya tulio nayo, na zaidi kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Ni kweli kwamba hatuwezi kwa njia yoyote ile kuondoa utu wetu wa kale, lakini twajulishwa kwamba twaweza kujitoa kwa Mungu. Kwa lugha nyingine, kama vile ulijitoa kutenda maovu na kutumia viungo vyako kwa ajili ya maovu, sasa Mungu akutaka utoe viungo vile kutenda yaliyo haki. Msingi wa hili ni kwamba tuhesabiwa kuwa tulikufa na sasa tu hai kwa Mungu. Sisi ni viumbe vipya katika Kristo, tuna asili au utu mpya, yaani tumezaliwa mara ya pili. Himizo zaidi ni kwamba twahitaji kutoa viungo vyetu kwa silaha za haki. Hasa hili lililoko hapa ni kwamba mtume ataja viungo, na ndiyo twahitaji kuangalia kabisa. Wewe nami tuna viungo vya miili yetu. Ni viungo hivyo ndivyo neno latuambia kwamba twahitaji kuvitoa kwa Mungu viwe silaha za haki, na si kama vile ilivyokuwa hapo awali, yani kutumikisha viungo hivyo kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi. Ndugu yangu, mimi naijua shida yangu, nami naamini kwamba waijua shida yako. Ni haya yaliyo shida ndiyo wahitaji kuyatoa kwake Mungu. Huenda ni hasira, au ulimi wako huwezi kutulia, masengenyo yamekujaa, au yaweza kuwa linginelo. Yote hayo ndiyo wahitaji kuyatoa kwake Bwana, pamoja na kujitoa katika mwili wako ili iwe dhabihu kwake Mungu. Kimsingi, wahitaji kutoa viungo vya mwili wako visitumike kwa ajili ya uovu utokanao na tamaa, bali uvitoe kwa Mungu viwe silaha za haki. Hili waweza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu aliye ndani yako. Naamini kwamba wamkumbuka Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa kinena katika vile vitabu vya Injili. Alinena na kusema kwamba twahitaji kumpenda Bwana Mungu wetu kwa roho yetu yote, kwa akili zetu zote, kwa nguvu zetu zote, na kwa nafsi zetu zote. Hiyo ni kusema kwamba katika lolote tutendalo na katika lolote tunenalo, twahitaji kulifanya kwake Bwana Mungu. Hakuna njia nyingine unayoweza kujitoa kwake Mungu isipokuwa kufanya kama vile amekuagiza, yani kujihesabu kuwa ulikufa pamoja na Kristo na umefufuka pamoja naye. Kwa hiyo wahitaji kuishi katika upya wa maisha. Iwapo watarajia kuishi kwa ushindi katika maisha yako ya Kikristo, ningelipenda kukujulisha kwamba hauwezi kuishi maisha ya Kikristo pasipo ya kujitoa kwake Mungu, kama vile neno la Mungu linavyokuagiza. Mwili wako una viungo hivyo ndivyo wahitaji kuvitoa kwake Bwana kama silaha ya haki, nayo hiyo yajumuisha kila sehemu ya maisha yako. Ndugu msikilizaji, mara nyingi utakuta wengine wakidai kwamba hili nifanyalo siwezi kulitenda katika njia ya Kikristo. Ndugu yangu, unapofanya hivyo
wewe huwa umehalifu sheria yake Mungu, na kwa hiyo hautembei katika njia ambayo Mungu akuhitaji utembee. Wengine kwa ajili ya kutafuta faida katika biashara zao wamefanya mambo ambayo hayastahili, kwa sababu waona kuwa jambo hilo ndilo la wafaa wao. Elewa kwamba wakati wowote unapotoa viungo vyako ili vitumike kwa ajili ya linginelo isipokuwa lile linalomtukuza Mungu, wewe huwa wajifanya kuwa mtumwa wa dhambi tena. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe utende linalokupasa, kusudi maisha yako yawe jinsi Mungu anavyohitaji yawe, yani viungo vyako viwe silaha za haki zilizotolewa kwake Mungu. Kwa kufanya hivyo, Mungu atatukuzwa katika maisha yako, na hivyo uwe nuru ya kuwaongoza watu kumjia Mungu wa kweli na kumjua Yesu Kristo, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Tunapogeukia aya ya 14, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Andiko hili latujulisha kuwa sheria ilitolewa ili idhibiti dhambi iliyo katika miili yetu. Sasa kama muumini wastahili kuishi si kwa mwongozo wa asili ya kale, bali kwa utu mpya. Ni kwa asili hiyo mpya ndio wahitaji kujitoa kwa Mungu. Ni lazima kujitoa kwa Mungu kwa jinsi hiyo, maana hatupo tena chini ya sheria, bali chini ya neema, neema itufundishayo kukataa uovu wote na tamaa za kidunia, ili tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Neema hiyo, ndugu msikilizaji, ndiyo pia yatusaidia kutazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo maana ya sisi kuwa chini ya neema. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 15. Neno lasema hivi: ni nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria, bali chini ya neema? Hasha! Swali hili, msikilizaji wangu, ni tofauti na lile lililoko kwenye aya ya kwanza. Aya za kwanza 14, mtume ametuelezea kwamba utakaso u kwa msingi mmoja, na kule kuhesabiwa haki, yani kwa imani. Imani kwamba Mungu aweza kutenda. Wewe nami hatuwezi kutenda lolote. Mara ndugu yangu, tunapojifunza na kujua kwamba hatuwezi kuishi maisha ya Kikristo, basi huwa tumejifunza somo kuu tena lenye umuhimu sana. Nayo matokeo ya somo hilo ni kwamba twamruhusu Mungu kuishi maisha yake ndani yetu, hakikisho la ushindi. Tukirudia swali la Paulo, hasa anachouliza ni iwapo neema yahitaji msaada ili itimize kusudi lake kuu na takatifu. Kwa lugha nyingine, mtu wa asili ya kawaida hufikiri kuwa ni lazima pawepo na sheria, taratibu na mambo kama yale. Hili ni jambo tulionalo katika historia ya kanisa, hapo makundi yalipojitokeza na kufanya sheria na taratibu walizofikiri kuishi kwazo, huku wakitaja kuwa hayo ndiyo maisha ya Kikristo. Hata leo hii kuna watu wengi wanaowawekea waumini yale ni yatajayo kuwa vikwazo na sheria za kuishi. Wao hufikiri kwamba muumini asipofanya hili na afanye lile, basi huyo yuaishi maisha ya Kikristo. Mawazo kama yale hayatokani na neno la Mungu hata kidogo, kwani si ndivyo aagizavyo Bwana Mungu wetu. Maisha ya Kikristo, ndugu msikilizaji, haijumulishi kufuata sheria za aina fulani. Elewa hili kwamba mtu awaye yote aweza kufuata sheria zile, lakini hazitamfanya awe Mkristo. Sasa swali ndilo hili: je, maisha ya Kikristo ni yapi? Maisha ya Kikristo ni kumtii Kristo na kuwasiliana naye. Kwenye Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 15 asema kwamba tukimpenda tutazishika amri zake. Kumwamini Kristo ni msingi wa utakaso, lakini kumtii ni ujuzi wa utakaso. Si jinsi unavyotembea, ndugu msikilizaji, ndilo jambo lenye umuhimu, bali ni hapo utembeapo. Je, watembea katika nuru na ushirika na Kristo? Dhambi huvunja ushirika. Hata hivyo, tunapoungama dhambi hizo kwake, ushirika huo hurejeshwa. Hayo yathibitishwa kwa hilo alilonena Kristo kwenye sura ya 13 mstari wa 8 katika kitabu cha Injili ya Yohana, na pia kweli hiyo ndiyo ipo kwenye sura ya 1 mstari wa 9 kwenye waraka wa kwanza wa Yohana.
Kuna muhimu katika yote ni ushirika na Kristo kudumishwa, hasa kwa kumtii katika yote atuagizayo. Utii wetu kwake ni hakikisho la kuishi maisha ya Kikristo kama inavyotustahili, yani kwa ushindi mkuu, na pia kumtukuza Bwana Mungu katika Kristo. Mtoto wa Mungu hawezi kuishi kama apendavyo, kama vile hawezi kuishi chini ya sheria. Ni lazima kuishi kwa kumtii Kristo Bwana, kwa kujitoa kwake. Hili ndilo lahitajika maishani mwetu, nalo tutaweza tu tunapojitoa kwake na kuishi chini ya neema hiyo, kama vile neno la Mungu latufahamisha kwenye kitabu cha Tito sura ya 2 kuanzia mstari wa 11 hadi 17. Nitakuuliza ndugu msikilizaji, usome sehemu hiyo ya maandiko, nawe utabarikiwa kufahamu maana ya kuishi chini ya neema. Kwenye aya ya 16 neno la Bwana laendelea kutwambia hivi: hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Msingi wa haya asemayo mtume ni kwamba katika maisha haya mwanadamu ni mtumwa wa jambo moja au kitu fulani. Hali hii yatokana na asili yetu, kwamba ni lazima kuwa watumwa, na kwa huyo tunayejitolea kumtii, huyo hufanyika kuwa bwana. Ukitii dhambi, basi dhambi hufanyika bwana wako. Usiseme kwamba Yesu ni Bwana iwapo waishi katika dhambi. Yeye si bwana wako, bali dhambi ndiyo bwana wako, maana waitii. Kwenye Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 36, Yesu alisema kwamba basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Unapotazama aya ya 34 kwenye sura hiyo ya 8, Yesu asema kuwa kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Hivyo ndivyo ilivyo katika maisha ya kila mmoja, yani ni lazima awe mtumwa wa hilo alitumikialo. Je, ndugu yangu, Yesu ni bwana wako leo au dhambi ndiyo bwana wako? Haijalishi kwamba hauui au haudanganyi au wafuata sheria zote za Musa. Kweli ndiyo hii, ujapotenda hayo, wewe si Mkristo. Ukiishi kwa jinsi hiyo, hayo ni maisha mazuri tu, lakini hapo ndipo mwisho. Maisha ya Kikristo ni utii wako kwa Kristo, maana Mungu alimtuma ili apate kujifunua kwetu kwake kwa njia ya Kristo. Na isitoshe, yeye Kristo ndiye njia na kweli na uzima, wala mtu hawezi kwenda kwa Mungu Baba isipokuwa kwa njia ya yeye. Kwenye aya ya 17, hili ndilo twalipata kwenye sura hii ya 6 ya kitabu cha Warumi. Neno la Bwana latuambia hivi: lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mliitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake. Andiko hili latukumbusha kwamba tulipokuwa tungali duniani, msikilizaji, tuliishi kwa kuitumikia dhambi. Tulipomwamini Kristo, tulipokea asili mpya inayotuwezesha kumtii. Unaposoma sura ya 7, uonacho ni kwamba mtume Paulo alifahamu kuwa hakuna chochote chema kilichoko mwilini mwake. Hii ina maana kwamba haiwezekani tuishi maisha ya Kikristo kwa uwezo wetu wenyewe. Nasikitika kwamba wengi wa watoto wa Mungu hawafahamu hili. Zaidi ni hili kwamba katika utu mpya tuipatayo tunapomwamini Kristo, utu hiyo au asili hiyo haina uwezo wala nguvu za kutuwezesha kuishi kama apendavyo Mungu. Ndiposa twahitaji kutembea kwa imani na kumtegemea Roho Mtakatifu ili atuwezeshe kutenda mapenzi yake. Ni Roho wa Mungu tu ndiye awezaye kutusaidia tuishi maisha ya Kikristo jinsi itupasavyo. Neno kwenye aya ya 18 lasema hivi: na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Ndugu msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe sana kwa ajili ya yote aliyotutendea. Yesu alipotuweka huru na dhambi, tuliwekwa huru na tukawa watumwa wa haki. Je, kuna jambo nzuri kuliko hili? Tumewekwa huru, nayo ina maana kwamba sasa twawezeshwa kuishi maisha ya Kikristo. Hata hivyo, haina maana kwamba asili yetu ya kale imefutiliwa mbali au kuondolewa. Licha ya hayo yote, kutokana na uhuru aliotupa Kristo, twaweza kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, maisha yanayoambatana na hilo analotuhitaji tutende. Aya ya 19 yasema hivi: nasema kwa jinsi ya kibinadamu kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu, kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi,
Vivyo hivyo sasa, vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki, mpate kutakaswa. Lugha atumiayo mtume Paulo ni ili tupate kuelewa kabisa hicho anachotuelezea. Nataka tuelewe kwamba kwa kuwa tumemwamini Kristo, basi tuvitoe viungo vyetu kutenda haki, kama vile tulivyovitoa kutenda uchafu na uasi wa kila namna. Yesu akizungumza kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Injili ya Yohana mstari ule wa 31 hadi 34 atujulisha kwamba utumwa si wa kimwili tu, bali ni kwa yule unayejitolea kumtii. Watu wengi, waume kwa wake, wakubwa kwa wadogo, ni watumwa wa dhambi. Utumwa wao huonekana kwa yote watendayo. Je, wewe ni mtumwa wa nani? Unapotafakari hilo, hebu tusome aya ya 20 ambayo yasema hivi: kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na haki. Rafiki, andiko hili latuambia kwamba tulipokuwa hatujamwamini Kristo, hatukuhitajika kufanya haki hata kidogo. Maana kile ambacho kilikuwa rahisi kwetu kufanya ilikuwa ni uhuru wa kutenda uovu, wa kutenda uchafu na maasi mengineyo. Lakini kwa sababu ya Kristo na kwa sababu ya imani yetu katika Kristo, hilo ambalo tulikuwa tukitenda, ama hayo tuliyokuwa tukiyatenda, sasa hatuwezi kuyatenda. Kwa kuwa tulipokuwa watumwa wa dhambi, tulikuwa huru mbali na haki, lakini sasa kwa kuwa tu watumwa wa Kristo, tu huru na watumwa wa haki. Ndugu yangu, hilo ndilo neno la Mungu lilivyo kwetu leo hii. Kile unachohitaji kufanya ni kujiangalia katika moyo wako na kujiuliza, je, mimi katika maisha yangu ni mtumwa wa nani? Swali hilo utakapolijibu, utafahamu wewe ni mtumwa wa nani, na hakikishiwa kwamba iwapo wewe ni mtumwa wa dhambi, elewa ya kuwa mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ya bure katika Kristo Yesu ni huo uzima wa milele. Neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 21: ni faida gani basi mliopata siku zile kwa mambo hayo mnayoyataharikia sasa? Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Hakika ndugu msikilizaji, hili ambalo twalisoma hapa ni ukumbusho wa jinsi tulivyokuwa hapo awali. Maana yote tuliyokuwa tukiyatenda hayakuwa na faida yoyote, kwa kuwa mwisho wake ilikuwa ni mauti. Ndugu yangu, hakika Mungu atupenda, maana ametukomboa na hayo mauti. Nayo aya ya 22 yatuambia hivi: lakini sasa mkisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Naamini kwamba ndugu yangu, maandiko hayo yabariki moyo wako, ni kama maji ya kupoza kiu ambacho kilikuwa kimekupata. Kila aliyemwamini Kristo ana fursa ya kuishi kama mtumwa wa Mungu. Utumwa kwa Mungu ni hakikisho la uzima wa milele. Utumwa kwa dhambi, mwisho ni mauti, mwisho ni mauti. Neno hilo latuambia kwamba sasa tunayo faida, maana faida hiyo ni kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Ndugu msikilizaji, hasa wewe ambaye hujamwamini Kristo, napenda kukujulisha na kukutangazia kwamba hauna hasara iwapo utamwamini Kristo na kumtii Mungu kwa hayo akuagizayo, kama vile amejifunua kwetu kwa mwana wake Yesu Kristo. Kwa kumalizia sura hii ya 6, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 23: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kila mtumwa, rafiki yangu, kama vile nimekuambia, ni lazima mwisho apate ujira wake. Shetani huhakikisha kwamba kila anayemtumikia kwa kutenda dhambi apata mshahara wake. Ukimtii na kumtumikia kwa kutenda dhambi, mshahara wako, kama vile tumesoma maandiko haya, ni mauti. Bali Mungu ana karama kwako iwapo utamwamini Kristo, nayo karama hiyo ni uzima wa milele. Umeokolewa kwa imani, wahitaji kuishi kwa imani na kutembea hatua baada ya nyingine kwa imani. Kumbuka hili kwamba huwezi kuishi kwa Mungu kwa uwezo wako mwenyewe, sawa na usivyoweza kujiokoa. Ni lazima kumtegemea Bwana Yesu Kristo kwa nguvu za Roho Mtakatifu, nawe utaishi ukiwa mtumwa wa Mungu, na faida zote za watumwa wa Mungu ndizo utapata. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya muda ulionipa na ndugu yangu msikilizaji kupata kufahamu ya kwamba hatuna hasara yoyote ile tunapokuwa watumwa wa haki na watumwa wako kwa huyo Yesu Kristo mwana wako.
Bwana, naomba kwa ajili ya ndugu yangu ya kuwa iwapo kuna lolote katika viungo vyake ambavyo aendelea kupigana ili avitoe kwa ajili ya haki, hebu umwezeshe kwa Roho wako Mtakatifu ili apate kuwa na ushindi, apate kukutukuza maishani mwake kwa kutenda hayo yanayompasa, kama vile neno la Mungu limemfunulia leo hii. Najua hilo utalitenda kwa kuwa li katika mapenzi yako, tena ni kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya ni katika Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Ndugu yangu, mimi nimebarikiwa na somo hili na naamini kwamba wewe pia umebarikiwa na somo hili. Neema yake Bwana Yesu Kristo iwe nawe unapoendelea kujitoa kwake Bwana na kujihesabu kuwa mfu kwa dhambi na ulio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu aliye hai milele na milele. Neema yake iwe nawe na Roho wake akusaidie kutekeleza haya, kwa kuwa haya ndiyo mapenzi ya Mungu kwako. Tukutane kwenye kipindi kijacho, tuendelee kuona makuu na mema ambayo Mungu ametuandalia. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Hayo ndiyo Mungu alikusudia uyapokee kutoka kwenye neno lake. Nakaribisha maoni, maswali au ushuhuda kuhusu alichokutendea Mungu kwa njia ya kipindi hiki. Tumia anwani hii kuwasiliana nasi. Ungana nami kwenye kipindi kijacho kwenye mibaraka zaidi, mchungaji atakapokuwa akifunza kutoka kwenye sura ya 7 aya ya 1 hadi aya ya 6 kwenye kitabu hiki cha Warumi. Hadi wakati huo, mimi ni Pamela Omodo. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.